Karibu. Mungu wa neema, nikuja muda mwafaka. Nilimuamini baba yangu kuliko dunia, nikampa siri za moyo wangu wote. Aliniambia mwanangu, huyu ndiye naona baba na mwanaye mpo kwenye wakati. Sikujua nyuma ya pazia kulikuwa na giza lote. Baba, nilikuwa na shida na wewe, lakini nashukuru Mungu nimekuta kwa mwanao. Samson, kwa hili utanisamehe, maana nisipoliongea kiukweli kabisa nitaonekana sina akili. Baba, hivi unalitambua kama mwanao nilimkuta amefunga kamba na anataka kujinyonga? Unasemaje? Moyo wangu umevunjika kimya kimya, na machozi yanadondoka bila sauti. Baba yangu, kwa nini umechukua furaha yangu? Ni kubwa na inaendelea kushangaza. Kwa hiyo ina maana kwamba ameshafikia hatua hiyo, na mpaka kufikia hapo ni kwamba ameamua kwamba kuliko alitoa alilonalo, afadhali apoteze uhai aondoke nalo, sivyo maana? Baba, hata mimi mwenyewe nilishangaza kama unavyoshangaa wewe. Ndio maana nilivyowakuta pale nikaona bora ningemwaje, kwa sababu hatua ambayo imefikia ni hatua mbaya sana. Nilikuwa nataka kutafute ili niweze kukuuliza kama kuna tatizo ambalo unalijua wewe. Sasa na wewe ulijue, ndio kitu kinachonishangaza mimi. Lakini baba, naomba nikuulize, kwani wewe haujawahi kwenda kwa mkweo ukamuuliza kwamba tatizo nini, au tatizo kubwa ambalo linamsumbua mume wake nini? Kijana, ngombeaje mpaka daktari athubutu kukiri kwamba maradhi yamemshinda, unajua kwamba ametumia kila dawa. Janangu, unasema kwamba mpaka daktari aamue kuonyesha mikono kwamba ugonjwa umemshinda, ni kwamba ametumia dawa nyingi sana. Hali kadhalika vita vya pande mbili, ukishaona upande mmoja umeamua kunyosha mikono, ndio kwamba askari wanakwisha. Namaanisha kwamba mpaka naamua kulitamka ni kwamba nimejaribu kila namna, nimetafuta watu tofauti, si mpaka nikwambia kwamba ni akina nani, lakini ni watu wa karibu na yeye. Acha hivyo sasa, kikubwa zaidi mpaka mkewe nimemhoji na kumhoji, lakini hakuonyesha njia yoyote au dalili yoyote ya kusema kwamba labda anamjua. Nikatumia mpaka nguvu, nimeruka mipaka, sheria ya kidini, ya kiserikali, ya kimila nimevunja. Namaanisha kwamba bila kutarajia, bila kuogopa, bila uoga, bila aibu, nimenyanyua mkono wangu na kumpiga kofi na mkono ndani mkeo. Kitu ambacho kama ninavyokuambia, yani ilikuwa kama ni kidini nimepata dhambi, kama ni kimila nimevunja sheria kubwa sana kiasi kwamba ingetakiwa wazee nikalishe chini na nisingepata hiyo. Na kwa Mungu na hakika kwamba nina dhambi kubwa sana, na kiserikali ingejulikana hata jana ningekuja. Tuache vitu kama hivyo, lakini yote kwa yote, lakini yote kwa yote ndio patupu.
Baba, kama umefikia hatua hiyo, ilikuwa ni hatua mbaya. Kama umetumia hekima ikashindikana, na bado ukatumia nguvu na bado imeshindikana, sijajua kunishauri nini, lakini nakurudishia tena wewe, kwa sababu wanasemaga jungu kuu haliwezi kukosa ukoko, na ukimwona nyani mzee amekosa na mishale mingi sana, huwezi kukosa fulani. Hapo tufanyaje? Bado tunabaki hewani. Swali lako linakuwa swali langu, swali langu linakuwa swali lako. Sasa tufanye nini? Natoka kwangu tufanye nini? Ikifika kwako narudisha kwangu tufanye nini? Lakini kwa haraka haraka nikichanga ubongo, kuna wazo ambalo linanijia, lakini pia linaniogopesha. Kwa mara kwanza nilichokuambia kwamba nimevunja sheria kimila, kiserikali na kidini, lakini huko nakuelekea pia nahisi kwamba naweza kaivunja. Kwa namaanisha hivi, kijana wangu yule si mnywaji namaanisha, lakini vinywaji vya kawaida, vinywaji baridi visivyoelewesha huwa natumia. Kwa hiyo kwenye mizunguko yenu kuna uwezekano siku moja hata mkafika mkanunua kinywaji cha kawaida, ukatafuta kinywaji ambacho kina kilevi ndani yake ukamwekea, nikimaanisha kwamba huenda kinaweza kikaingia ndani kikavuruga ubongo kwa mtu, huenda kikaingia ndani kikavuruga ubongo kikamtuma akaamua kufunguka, akawa waje akatueleza kwamba tatizo ni nini. Hiyo ndio shida. Sawa, ila kitu kingine kinakuja. Haya maongezi wewe mwenyewe ni shahidi kwa toa. Kwa hiyo ni kwamba wewe na mimi ningependa iwe kama tunaishana, kitoke kwa mwingine, siri yako siri yangu, kwa maana kwamba siku zote kumpa mtu kitu ambacho hajawahi kukitumia kina mambo haya, kufanikisha au kuharibu. Sasa endapo tutafanya huu majaribio alafu ya haribu, inamaanisha kwamba inaweza kumletea mtu aidha maradhi ya kichwa, ya tumbo. Tuseme yote, wakati mwingine tumalize tu, anaweza kusababishia kifo. Bwana, narudia tena, ikifikia hapo siri yako siri yangu, kwa sababu likitoka sidhani kwamba jamii inaweza ikatuelewa. Sawa, tutabaki kwa Mungu na dhambi tutaijua huko, lakini kwenye jamii, serikali na ukoo kwa ujumla, siri yako siri yangu, na siri yako siri yangu. Baba, sina imani kwamba eti mtu akiwa kilevi atakufa. Nitafanya hivyo kwa ajili ya Samsoni. Bisa. Kwanza alhamdulillah, mtoto fundi. Kama vile nimewahi kukuona, lakini ndo acha tunahisi kwa sababu bosi wangu anachanganyikiwa kwa ajili yako. Halali hata hivyo, hata hapa kidogo kanipa zawadi. Kanipa sika wigi haka, sika nini haka na jamani. Ngoja kwanza tuangalie vitu aliokupa hapa. Na wifi. Na kubaka mzigo fulani kanipa hapa. Ngoja nifanye mchakato. Hizi hapa. Shika. Au nichukue nini? Chukua basi. Sema achana na yule kimbaumbao. Msikilize bana, angalia mtoto 10,000 hizo nini? Unakuwa na nawiri. So nasuka ni mtende kilioni, itakuwa ende saluni suke rasta. Nywele gani hizo zimefubaa? Hebu kwanza kuna mzigo haka. Alikupa, hebu achana na yule kichawi. Unashangaa nini bana, chukua hela hizo. Na hapo tu haujanana naye. Na ukiwa naye itakuwaje? Acha kutembea kwa miguu mama, itakupa gari lile. Mtoto yeye naye. Sema nini? Basi tu. Na mimi na moyo, lakini ndio hivyo tu kwa sababu bosi. Sawa? Sawa, lakini naomba unipe muda basi nijifikirie. Hapo ndio mnapozidi kulala. Unaharibu mambo hivi. Ufikirie nini? Mbona mwenzio hajajifikiria, kashaanza na vikimfuko, sio kimfuko wenyewe kina nini, wifi sio nini. Na nauli hiyo, nauli kakupa, na mimi hapa debili uningia hata 2,000 kwa sababu nauli yenyewe sina, na mimi nimeagizwa tu. Lakini usijifikirie.
Gari lile mama, makampuni gani wanaita makampuni ya kusafirisha hela? GTC, GGI ndio humo. Ndio anafanya kazi humo. Kwa hiyo zinatoka humo kwenye benki tu hizo. Oh, ni mpya. Wajifikiria nini? Ndio azidi kuwa mfupi. Nisikilize. Chukua hela za Karefuka hela. Hebu kwanza nigate 2000 kwanza nimwai bosi wangu nikaguse. Change. Na mimi niende tu nyumbani. Kwa hiyo sasa nipelekee jibu gani sasa? Lakini nimekuomba unipe muda nijifikirie, then nitakuletea majibu. Sasa sikilize sasa, mimi nakupa risali moja. Changamkia fursa mama. Hata hapo ungeniambia hata unipe jibu sahihi, mbona kanikubalia na ningeenda kumpa hivyo hivyo. Sasa risali moja, ile risali moja litumia. Na hiyo 2000 achana nayo. Kwa sababu bado yupo pale tajiri na mimi nikaguse 2 3 hapo akili zikakaa sawa. Na niwe jibu utatoa hata kwa ngumi, sawa? Mapenzi ni kitabu chenye kurasa nyingi mpenzi, kuna kurasa tamu na kurasa chungu. Usiwe mbali, tusome wote. Katika siku ambazo umenifurahisha leo, nasema kwamba hata misimu ya mavuno inatofautiana. Wajua hauvuni vizuri, lakini wamvua unavuna. Huwa leo ilikuwa ni mvua. Ila yote kwa yote tuseme, lakini tubaki. Mida imeshasogea, ningekuomba wahi nyumbani kwa sababu mida hii ndio mida ambayo umeona. Tusikaharibu. Mimi nilikuwa natamani nilale hapa. Sasa unaniambia nirudi tena nyumbani. Wakati mimi najisikia raha na mchana wewe. Na kuwa na wewe muda wote. Nikukumbushe kitu kimoja tu. Angalia sana. Usije ukadharau madafu kwa mambo ya msingi. Nikiwa na maana kwamba mimi ni wakupita tu, lakini yeye ni wakumini. Kwa hiyo kitendo cha kumudhi yule, usije kujidanganya kwamba eti labda tutakosana afu mimi nikukubali. Hapana, utapoteza bara na kwani. Hebu wahi kule. Mpenzi wangu, yule si mtoto wako. Unaweza tu kumwambia kwamba umeniagiza. Hana shida, atakuelewa. Usione nacheka kwa kwamba nimefurahi. Ninacheka mdomoni lakini moyoni nimenuna. Umeshamchukulia mwanangu kwa bana akili, sivyo? Sawa, ni mtoto lakini sio mjinga kiasi hicho unachofikiria. Kabisa unaamini kwamba naweza nikaenda nikamdanganya. Sijui mke wako nilimtuma yeye akaamini. Unafikiri kwamba hawezi kujieleza kwamba inakuaje baba amtume mke wangu bila kuniambia mimi? Una maana kwamba akili ya kujieleza Yohana, sivyo? Sikiza, narudia tena. Tunachokifanya, mimi binafsi najua wazi kwamba ni kosa la kukusudia, lakini mwenzangu ushaamini kwamba ni haki. Si haki kabisa. Heshima yake sharti elimu. Narudia tena. Heshima yake sharti elimu. Rudi kule akuone. Alafu kama ni swala kubaki hapa atakipanga nini, sio wewe. Nitaangalia kwamba huu ni muda gani wa kukuita na huu ni muda gani wa kukuita. Kwa hiyo fuata agizo niliyokupa, usifuate mpango wako kama hiyo. Jamani. Au nataka unitoe hapa ili kidogo mpenzi wako. Ndio. Hivi ni kwa nini? Sikiza. Swala la kumleta mke au kutokumleta mke nalijua mimi. Chukua lile ambalo nimekutamkia, nenda. Na katika huyo mke unamfikiria yupi labda? Ukiachia mke wangu, yani mama yenu. Mwingine wewe simple. Amini. Raha yangu mwandani ni wewe mpenzi wangu. Sikuwa sifanani, nipende mpenzi wangu. Uaminifu na thamani kubwa.
Sio bwana. Akiganda ni kama kupe, kumbandua mpaka dawa. Sasa nataka akae hapa aje aniharibie. Sina urithi wote wa damu na wewe bwana, ni mwanangu. Hivi kuna watu wengine hawana akili. Kwanza nanaonaje mimi? Maana mama wenzangu ananituma kwa demu. Mimi mchicha mwiba ni nisha remove group. Haina noma. Kwanza mtoto wenyewe kazuri, hivyo kwa kafupi kashika hivi. Yule acha nimuue. Sasa hivi akinituma mara ya pili nge, namchukua yule mtoto napeleka guest nge, na mazana nge, na mimi nitakuwa nanituma nge na mazana nge. Yaani inakuwa hamna. Sio masuala kijinga. Mtoto yule eti nenda mpelekee hela. Na mimi kweli chizi nimepeleka, mfuko nimepeleka. Sio ningepeleka hata ningempa hata 7,000 yule. Ningebaki na 23,000. Ningeenda kula chips. Ningeenda kula zangu chips pale. Kidari. Konyagi na ipiga yote nge. Ningefika nyumbani nimezima. Alafu yeye nampelekea majibu amekubali, kumbe nilikuwa naye mimi. Tayari nimefeli. Hiyo sio sawa, nitakosa hela siku nyingine. Nifanyaje? Ila yule mtoto. Hapana, hataniua. Mimi sasa hivi sikubali hiyo ujinga huo. Au sijatimia nini? Atuma kwa mwanamke kama unaona hauna akili. Yule mimi acha nakula naye sahani moja hivi. Mbona niangalia hivi? Siniambia kama ushaanza kunionea wewe. Anyway, mimi nimetoka kwa baba yako. Kwa baba yangu au kwa mume mwenzangu? Mume mwenzako? Una maana gani? Moyo wangu umevunjika kimya kimya, na machozi yanadondoka bila sauti. Baba yangu, kwa nini umechukua furaha yangu? Kwa nini umechoma moyo wa mwana? Hivi kuna kama najua kila kinachoendelea. Kuna kama anamaanisha. Nilidhani upendo hauwezi kuniumiza, lakini leo nimebaki peke yangu na maumivu yanazungumza moyoni mwangu. Samson, naomba nikwambie kitu kimoja rafiki yangu. Unajua maisha huwa yako mara mbili. Kuna kuishi na kufa. Kwa hiyo wewe ndio utachagua uishi katika nyakati gani. Ujue mtu anapokuwa na matatizo na akakosa ushauri sahihi, anaweza akachukua maamuzi ambayo dunia inaweza kashangaa. Anaweza akachukua maamuzi ya kuzuru au maamuzi ya kujitoa yeye uhai. Lakini wanasaikolojia wanakuambia kwamba ni vyema ukaongea ili uweze kutoa sumu mwilini mwako.
Nilikuwa naomba nikuulize, Samsoni, kuna changamoto gani ambayo unaipitia? Shida ni nini? Unajua mimi nimeamua kukaa kimya. Nimeepusha mambo mengi. Yaani nikija nikikwambia utachukia kuanzia familia yangu, hasa babangu. Hivi ungekuwa wewe, ungeweza kukubali babako anatembea na mkeo?